Kuambata mikononi, dua atasikia. Je, unayo hata nguvu, uwezi kuendelea ujapo dhalauliwa, ujapo rushwa pia. Watu wange kusarau, wapendao dunia, kuambata mikononi, dua atasikia. Chapia Yesu makofi mengi sana. Amen, amen. Basi naomba tuendelee pale tumeishia. Tulikuwa tulizitaja zile fundisho msingi wa mitume na manabii, mafundisho ya mitume na manabii. Kumbuka katika Wagalatia 1:6 kuanzia mstari wa Wagalatia 1:6 na 7, Wagalatia 1:6 mstari wa 6 na 7, tumoja tusomee. Wagalatia 1:6 na 7. Ndio. Wagalatia 1:6 na 7. Ndio. Nastaajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo, na kugeukia injili ya namna nyingine, wala si nyingine, lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Amen. Amen. Ikiwa sisi au malaika au mtu mwingine atahubiri injili yoyote isipokuwa hii ambao Paulo anasema naliwaletea, na afanye nini? Alaniwe. Afanye nini? Alaniwe. Ukienda kinyume na hiyo injili, basi wewe umelaniwa. So kanisa lazima liendelee na mafundisho ya mitume na manabii. Swali linakuja, mitume na manabii walifundisha nini? Tuliyataja pale. Naomba urudie sasa tunapoyamaliza. Unaangalia fundisho la kwanza, isema fundisho la nini? La uzima, si ndio? Fundisho la pili, fundisho la neema, si ndio? Fundisho la tatu, fundisho la imani. Fundisho la nne, fundisho la ubatizo. Fundisho la tano, la haki. La sita, la wokovu. La saba, la nane, baba wa kiroho. La tisa, la nguvu. La 10, la ukuhani. Fundisho la 11, la dhambi. Fundisho la 12, Utatu Mtakatifu. 11, neno kwa Luka. 12, fundisho la neno la Mungu. Fundisho la 10 ngapi sasa? 15. Ndio tulishia hapo. Fundisho la 14. Haya, kuna fundisho la sadaka. Namna sadaka inavyotakiwa kutolewa tofauti na leo. Makanjanja wameingia kwenye injili, wameharibu fundisho la sadaka. Sadaka ya kujimaliza. Mbia jimalize. Sio unajimalizaje sasa? Fundisho lingine, fundisho la kujisitiri. Fundisho lingine ni fundisho la kukua kiroho, maturity in the spirit. Kwamba mtu lazima awe na hatua za kukua. Asiendelee
kunyonya maziwa tu, mzee anaendelea kunyonya maziwa. Fundisho lingine ni fundisho la utakaso. Fundisho la ngapi hilo? Fundisho la utakaso. Watu wafundishwe vitu gani viko najisi na visivyo najisi. Walikuwa wanaandika mpaka waraka, naambia watu mjitenge na unajisi wa kila aina. Watu wanaambiwa unajisi ni nini. Kumi na tisa ni fundisho la wakati wa mwisho. Lazima kanisa wafundishwe matukio ya wakati wa mwisho. Lazima watu wafundishwe vita vya Harmagedon. Watu wafundishwe alama za wakati wa mwisho. Watu wafundishwe kunyakuliwa kwa kanisa. Watu wafundishwe ishara ya wakati wa mwisho. Watu wafundishwe vita vya Gogu na Magogu. Watu wafundishwe mnaandika? Mmefika hapo nilipofika? Mmefika watumishi wa Bwana? Wakati wa mwisho. Watu wanapaswa kufundishwa vita vya wakati wa mwisho. Yaani matukio wakati wa mwisho. Wafundishwe, inaitwa fundisho la wakati wa mwisho. Kwamba yale matukio yote watu wajue wakati wa mwisho utakuwaje. Wajue. Na fundisho la wakati wa mwisho limebeba vitu vingi sana. Pale kuna unyakuo, watu wafundishwe. Unafundisha kwa unyakuo pale liko. Watu waelewe unyakuo ni nini, wasidanganye. Mwaka jana tulikuwa na huyu mtumishi Jose. Tulikuwa tunaelekea Dar es Salaam, mtu mmoja kama amesema unyakuo ni 23 na 24. Watu walishia wasiwasi jamani. Unanyakuliwa, unaweza kaisha kauza na nyumba yako. Kauza na nyumba yako kasema sasa najiandaa kunyakuliwa. Kuna kitu kama hicho. Amen. Lazima watu wajifunze kunyakuliwa. Unyakuo utakuwaje? Lazima watu wajifunze kwa habari ya vita vinavyokaribia kuja, vita vya Gogu na Magogu, waelewe dalili zake na nini kitatokea. Watu wajifunze vita vya Harmagedon. Watu wajifunze kwa habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili duniani. Unafahamu? Yako mambo mengi. Lazima ujue kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili duniani. Mara ya kwanza alikuja kama dhaifu, kama asiye na nguvu, asiye na uwezo. Lakini je, mara ya pili atakuja kufanya? Watu wajifunze kwa habari ya utawala wa Yesu Kristo miaka 1000 duniani akiwa na watakatifu wake. Ndio maana wanasema dunia bado hatujafika. Wanasema ni mwisho wa dunia. Ni kweli mwisho wa dunia, lakini kuna series ya matukio yatakayotokea. Amen. Series ya matukio. Wako watakatifu watakuja kuishi miaka 1000 hapo wakitawala na Yesu. Amen. Uko tayari kutawala na Yesu? Amen. Miaka 1000. Kama unang'ang'ania utawala wa nchi, unang'ang'ania mpaka uwe watu eti utawala wa miaka 5. Can you imagine? 5 years unaua mpaka watu wenzako tutatawala miaka 1000. Unadunda na haufi. Unafahamu ile fundisho? Lazima watu wajue. Amen. Wajue hiyo kitu. Lakini pia fundisho lingine ni fundisho la hukumu ya mwisho. Amen. Lazima watu wajue hukumu ya mwisho itakuwaje. Ni la 2021. Lazima watu wajue fundisho la hukumu ya mwisho itakavyokuwa. Hukumu ya kila anaye fariki, ajue mtu akifariki na kuwaje. Wengine nasema ukifa, kama dini nyingine nasema ukifa imetoka, unaoza kusha bali. Au unalala tunasubiri mwishoni. Umesikia ushuhuda, unalala tu au lali tu. Unakumbana na hukumu ya awali ambao haujui nini kimekupeleka, ila unaendelea na mateso. Mwishoni tunakuja kuambiwa vizuri kabisa. Kumbuka mapepo anakuambia nifanye hivi na hivi mapepo, lakini mwishoni utakuja kuambiwa na Mungu, ondokeni enyi mtendao maovu. Nilipokuwa duniani hamkuhubiri Injili, hamkushuhudia watu, hamkunisaidia, hamkufanya hivi na hivi na hivi. Hukumu ya mwisho. Lakini pia kwenye hukumu, jambo la pili, hukumu ya mwisho, lazima watu wajue hukumu ya mwisho itakuwa, na wajue hatua 3 za hukumu: roho, nafsi na mwili. Nyingine ni fundisho la ushuhuda. Watu wajue ushuhuda ni nini. Ushuhuda unatakiwa kuwaje. Ushuhuda ubebwaje. Fundisho lingine ni fundisho la umilele, eternal life. Fundisho la umilele. Watu wajue kwa habari ya kuzimu, kwa habari ya kupumzika, wajue Yerusalemu mpya, wajue ziwa la moto. Watu lazima wajue Yerusalemu mpya ni nini. Na watu wajue ziwa la moto, tofauti ya kuzimu au jehanamu ya moto na ziwa la moto. Wajue. Amen. Ziwa la moto, lakini pia wajue na tofauti ya kuzimu au inaitwa bottomless
pitch ambayo inaitwa jehanamu ya moto. Lakini pia fundisho lingine la ngapi sasa? Fundisho la wajumbe. Watu wajue wajumbe wa Mungu na jumbe zao, ili uweze kujua kanisa la mwisho mjumbe wake na jumbe yake ni nini. Mungu ametuma wajumbe kwa kila kanisa na kila nyakati. Je, unajua mjumbe wa kanisa la mwisho? Unamjua mjumbe wa kanisa la mwisho? Unajua ujumbe wake tunaotakiwa kutembea nao? Atawajui. Lakini pia lazima mjue fundisho la kutoa huduma kanisani. Huduma inatakiwa kutolewaje? Nani anapaswa kutoa huduma? Je, wote wanapaswa kutoa huduma? Wanawake wanapaswa kutoa huduma? Wanaume wana mgawanyo upi katika huduma ndani ya kanisa? Haya mafundisho yaliyofundishwa na mitume na wanaagiza. Utaangalia nyaraka ya Paulo kwa Timotheo, anamwagiza namna ambavyo watu wanatakiwa kutoa huduma. Na anampangilia uongozi waje, utawala, mamlaka ndani ya kanisa. Anamwambia hii nyumba na utaratibu. Paulo mwenyewe anamwambia upate kujua jinsi wapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu. Hii ni nyumba ya Mungu. Usienende kama nyumba yako na unajipangia kile unachojisikia. Hamna. 20 ngapi? Fundisho la meza ya Bwana. Watu wajue meza ya Bwana ni. Kuna watu wanakataa hakuna meza ya Bwana, ni waongo. Ni waongo. Meza ya Bwana iko pale pale. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Kingine 20 ngapi? Fundisho la Roho Mtakatifu. Fundisho la Roho. Wengine wanasema Roho Mtakatifu ni kitu tu. Wengine wanasema hayupo tena. Yaani wanadanganya. Lazima watu wajue Roho Mtakatifu ana nafasi gani kwenye kanisa. Na hii nilitaja, si ndio? Fundisho la kalama nilitaja, vipawa na kunena kwa lugha. Nilitaja fundisho la kalama, vipawa na kunena kwa lugha. Fundisho la kalama, vipawa na kunena kwa lugha. Fundisho la mwisho nadhani nilitaja ni dhambi. Fundisho la toba kwa mabano dhambi. Ila vinatofautiana. Fundisho la toba inatakiwa kuaje? Toba itendekaje? Unatubuje dhambi? Ukishatubu nini kinatakiwa kufuata? Kini toba utasema Baba nisamehe katika akafikia mbali. Nadhani kwa mnasikia ushuhuda namna toba inavyobebwa. Angalia ushuhuda. Umezini na mke wa mtu. Angalia toba yake sasa. Unatakiwa kwanza utengeneze na mume wake. Atamu hapo. Unaona hiyo toba hiyo ngumu. Unamwendeaje mume wake kwamba nimezini na mke wake? Akiwa panga jirani nini kinafuata? Unamwendea mke wa mtu, tafadhali nililala na mume wako. Naomba nisamehe ndugu yangu. Nataka kwenda mbinguni. Nini kitatokea? Hiyo ndo toba. Sasa toba zinatakiwa kufanyika vizuri kabisa. Watu wajue toba namna ya matengenezo. Amen. Yako 20 ngapi? 20 ngapi? 28. Yako mengi sana. Ni mafundisho ya mwaka mzima. Wachungaji mkafundisha haya sasa. Amen. Fundisheni haya. Hiyo ndio misingi. Waliuozesha misingi ambayo kama kanisa natakiwa kuenenda kwa. Sijajua tupige msingi upi wa pili. Jana tulipiga msingi wa dhambi. Tupiga dhambi. Sijajua tupige msingi upi sasa. Maana msingi ndio hiyo hapo. Na hatuwezi kuimaliza yote kwa semina hii. Tutaendelea na semina nyingine. Lakini tunaweza tukapiga sehemu. Sasa tuangalie msingi upi hapo. Kadri hivyoandika tufundishe. Msingi upi? Uliofundishwa na mitume na manabii tufundishe. Au yote imeeleweka? Utatu Mtakatifu. Wewe mtumishi anasema Utatu Mtakatifu, mwingine? Wengine hamjui na mwandiki. Fundisho la imani. Fundisho la imani. Wajumbe wa Mungu na jumbe zao. Huku hawa wachungaji wanataja kitu wanachokitaka. Safi sana. Fundisho la karama, vipawa na kunena kwa lugha. Karama, vipawa na kunena kwa lugha. Mwingine?
Nyakati za mwisho. Fundisho la sadaka. Nyakati za mwisho. Nyakati za mwisho. Sasa mnataka yote sasa. Kati wao nataka yote. Hamna, nataka ingepata jambo moja ingekuwa vizuri sana. Utatu mtakatifu. Naam? La sadaka pia. Sawa, hilo la sadaka nadhani tutapata muda, atasimama katibu sasa kwenye hilo la sadaka. Tutakuwa tunasaidiana. La sadaka utasimama pata muda fundisho la sadaka. Nadhani pia limekuwa na tatizo kwa sababu kule tulikokuwa tunapita tulikuwa tunakuta changamoto la fundisho la sadaka. Watu hawajafundishwa vizuri sadaka inatolewaje. Sasa kama kanisa lazima tuweke msingi wa fundisho la sadaka. Na watu wengine wamejiingiza kwenye huduma kwa sababu ya nini? Ya sadaka. Si ndio? Wengi mno. Akijua ni upigaji. Sikilizeni wachungaji. Huduma ukiingia kwa tafsiri ya nikapate pesa, umekwama. Amen. Ndio ukifika miji kama hii ambao nahubiri anatoa mtu 1000 utakimbia. Amen. Umeelewa? Lakini ukijua kwamba aliyeniita aweza kunilisha utastahimili. Hata ukiwa na mshirika mmoja. Injili imeyumba yumba na kuchujwa kwa sababu ya watu wanataka fedha. Amen. Wanataka mapato. Hapa Mbinga ndio tunasema tunataka mapato. Usingejenga. Lakini kwa sababu Mungu anatuambia mimi niliyekutuma nitakulisha. Umeelewa? Ndio anayekuhudumia. So unakuta utabadilisha injili kama alivyokuwa anasema mtumishi, unabadilisha ujumbe kwa lengo la kusema nikisema ukweli huyu mama anatoa sadaka nyingi atakimbia. Unaanza kumbembeza, ina shida ana tukiwa kwenye mitaala. Mimi niwahi kuwepo kwenye kanisa na kuambia, niko kuwepo kwenye kanisa moja hapa Mbinga. Mama fulani alikuwa kwenye mitaala na watoto kabisa. Mwambia mama utaki kuwepo kwenye mitaala. Mchungaji alienda akasema hamna. Kama umezaa una watoto wakubwa. Hamna. Yaani mama alikuwa amezaa na watoto wakubwa. Yupo kwenye mitaala na watoto wanasoma kwa vyuo vikuu. Lakini haikuwezekana yule mama aambiwe ukweli kwa maana ninachokifanya sio kizuri. Anasema sasa watu walizaa muda mrefu na wamekaa pamoja. Lakini mama ni kweli maisha tupo, lakini usije ukayumbishwa na maisha ya mtu na ukafupisha au karibu nini? Kweli. Umeelewa? Watakuja wanawake kanisani kwako. Kwa sababu wana hela, watakuwa na mawiki, watakuwa na maeleni. Utashindwa kuambia. Tena hao ni watoaji wazuri. Atakuja nyumbani kwa mchungaji anaacha sukari, anaacha ni wacho. Washirika wale wanaompenda Yesu, wengi unakuta maisha yao choka mbaya. Hata sukari kwa mchungaji hajawahi kupeleka. Umeelewa? Hata kuja kukusalimia. Sasa wale sasa. Sasa kama unapenda pesa bila kusema ukweli, wataumiliki moyo wa mchungaji na mchungaji utabaki amen. Tutaenda mbinguni. Hakuna mkamilifu chini ya jua. Haleluya. Wote tutakwenda mbinguni jamani, Mungu anatupenda. Umeona hiyo injili? Tayari umeshaanza kulizika. Unaanza na kama Bwana angeangalia maovu yetu, ni nani angesimama? Umeona neno la kujifariji? Hakuna ambaye angesimama Bwana. Bwana ni mwema. Ili wewe uogope kwako kuna nini? Kuna msamaha. Hayo ni maneno ya kujifariji. Sio, unanielewa? Bwana anaangalia. Naongea na watu. Kwa hiyo katibu atafundisha habari ya sadaka. Nadhani tumeyapata yale ambayo watu wanataka. Kuna Utatu Mtakatifu, fundisho la imani, sadaka na nini. Sasa tungepata hayo mambo ndio tuyafundishe. Sababu yako mengine tutakuwa tunafundisha tunapokuja mikoani kwetu. Tukija kwako yale uliyoandika unaambia nataka fundisho hili. Amen. Tunafundisha mkoani kwako na kule kwa sababu tutakuwa na ziara. Mara baada ya semina tutapumzika kidogo, alafu tutakuwa na ziara ya mkoa kwa mkoa. Haleluya. Amen. Uko tayari kutupokea? Amen. Basi fundisho la Utatu Mtakatifu. Nimeona wawili wamesema fundisho la Utatu Mtakatifu. Hebu sema Utatu Mtakatifu. Utatu Mtakatifu. Ili fundisho najua limetoka wapi. Sina historia ya kulielezea sana limetoka wapi, lakini acha nikueleze kwa kifupi. Nitapiga kidogo fundisho la Utatu kwa sababu ni fupi sana. Alafu tutaingia na wengine wametaja fundisho la imani. Si la nini? Vyote vile. Fundisho la Utatu Mtakatifu. Kwanza tuangalie aina ya vikundi. Viko vikundi vitatu. Vikundi vingapi? Vitatu. Wapo wanaamini katika utatu. Wapo wanaamini katika nini? Utatu.
kinaitwa kikundi cha utatu, ikiwepo kama kanisa Katoliki na makanisa mengine ya Pentecost. Na maandiko wanaosimamia ni Mathayo 28:19 na 20. Tusome Matthew 28:19-20. Some basi. Wanaamini katika utatu. Matthew 28:19-20. Mathayo 28 19 na 20. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Angalia sasa, Biblia inasema enendeni mkayafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wakachukua fundisho kwamba wanaamini kwenye utatu. Ndio maana hata ishara zao ni utatu. Sawa sawa, eh? Lakini kundi la pili, wapo watu wanaoamini katika uwili. Kikundi cha uwili. Wanaamini kuna Mungu wawili, yaani Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Wanasema hizo ni nguvu tu. Hiyo nasema mtapokea nguvu. Kwa Roho Mtakatifu ni nguvu. Do you understand my dear? Do you understand? Kikundi cha tatu. Imefika hapo. Kikundi cha tatu ni kikundi cha Mungu mmoja. Kinaitwa kikundi cha umoja. Kikundi hicho wanaamini Mungu ni mmoja. Kikundi hicho wanaamini kuwa Mungu ni mmoja tu. Na wanasimamia Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 4. Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 4. Nasemaje? Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 4. Mstari wa 4. Sikiliza Israeli. Sikiliza Binga. Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Bwana ndiye mmoja. Amen. Bwana ni wangapi? Mmoja. Bwana ni wangapi? Mmoja. Sasa kwa tafsiri ya jana tuliongea vizuri sana, wale mliokuwepo mlisikiliza. Tulisema hivi. Kwa jina la. Nakumbuka nikasema haijaandikwa kwa majina ya. Imeandikwa kwa jina la. Maana yake jina ni hili moja. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa kundi linaloamini utatu, ukisoma historia utaangalia walichukua kutoka kwenye miungu. Umeelewa eh? Miungu. Wakachukua, wakaondoa ile zana na tafsiri ya Mungu kwa maana ya ule utatu ambao Mungu aliutaja, ambao ni utatu ambao Mungu alikuwa anajidhihirisha katika utendaji. Ngapi jamani? Tatu. Haleluya. Na tueleza vizuri aliposema kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Zamani Mungu alijifunua kama Mungu Mwenyezi. Wakati amemtokea Musa, ili Musa elewe, kwa sababu mwanzo alijifunua kama Mungu wa Isaka, Ibrahim na Yakobo. Ili Musa elewe, Mungu wa baba zangu, Mungu gani? Mungu wa Isaka, Ibrahim na Yakobo. Jehova. Akajifunua tena, Jehova amenituma. Niko ambaye, muona hayo majina. Lakini pia alijifunua kwa kizazi kile kama asiye na baba, asiye na mwana, kama mwana yule. Unakumbuka? Asiye na baba, asiye na mama, kama Melkizedeki. Kwa ajili ya kukaa na wanadamu. Nakumbuka alikuwa anatokea mara moja kwa mwaka, si ndio? Nakumbuka yule Melkizedeki jamani. Wasomaji wa Biblia katika kitabu cha Mwanzo. Ndio. Wakati mtumishi wa Bwana Lut alipopigwa. Ibrahim. Lut alipopigwa akachukuliwa mateka. Sema nakumbuka? Alipelekwa na wale wafalme wapi? Kwa sababu walienda kuivamia Sodoma, wale wafalme wakamkamata na Lut wakaangika naye. Ibrahim alienda kupigana nao akawashinda na kumnyang'anya Lut na mateka. Alienda akakutana na nani? Melkizedeki, mfalme wa Salemu.
Tumeelewa? Akampa fungu la 10 la vitu vyote. Na huyo anasema ni mtu ambaye alikuwa hana baba wala mama. Ni nani huyo? Ndo Yesu Kristo wa Agano Jipya. Maana alijifunua kama Mungu pamoja nasi kwa nyakati hizo wakuonana wanadamu. Yeye jiulize, mtu hana baba hana mama, ni nani huyo? Hakuumbwa ila aliumba. Ni nani? Yesu. Sasa ukisoma maandiko, wakati Yesu alipokuja duniani akiwa anajifunua kwa Wayahudi, wakamwambia, wewe hujapitisha hata miaka mingapi? 50. Simenelewa Wawezaje kusema Ibrahimu kabla hajakuwako nalikuwako? Wawezaje kusema? Yaani wewe ni kijana mdogo tu, unamjuaje Ibrahimu? Hawakuelewa. Akajibu akasema, Ibrahimu kabla sijakuwapo mimi niko. Mimi ni niko ambaye niko. Kumbuka cha Musa, mimi ni niko ambaye niko. Kwa hiyo hawakumfahamu vizuri kwamba ni nani. Haleluya. Ndio maana katika Agano Jipya akajifunua kwa jina lingine. Yaani Mungu anajifunuaga kiagano. Tumeelewa? Anajifunua kiagano. Kwa tutaangalia Jehova Yire, Jehova Nisi, yale ni maagano. Alikuwa Mungu Jehova Shalom. Unakumbuka yao kwenye Biblia? Maagano ambayo Mungu alikuwa anajifunua. Lakini huyo mmoja ila anajifunua katika maagano tofauti. Kwa Agano Jipya akasema hivi, jina lake utamwita Yesu, na hapana jina jingine litupasalo kuokolewa kwalo zaidi ya jina la nani? La Yesu. Ndio maana jina tunalotumia leo ni jina la nani? La Yesu. Hata tukitaja, hata tunavyotumia agano la Mungu wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo ni agano lingine. Simeelewa? Japo namtambulisha Mungu yule ile ni agano lingine, ila jina halisi ambalo pepo anasheki na kukimbia leo, Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Amen. Hilo jina ndio kilitaja pepo anatikisika na kuanguka, jina la Yesu. Amen. Ndio Biblia inasema hapana jina jingine tulopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo zaidi ya jina la nani? La Yesu Kristo. Ndio maana leo jana wakati napitia Yohana, nilikuwa napitia Yohana 1 kuanzia mstari nisoma si wa 8 wa 9, anasema na kwa katika yeye ulimwengu wote ulipata kuwako. Manake huyo nuru, huyo Yesu, ulimwengu wote uliumbwa katika huyo. Manake bila huyo isingeumbwa chochote. Tunaelewana sasa? Kwa maana yake tunapoongelea kwa habari ya ule utatu ambao leo hii unatumika na watu wanabatiza kwa utatu. Kuna watu wamebatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Hilo sio jina. Amen. Hizo ni sifa au cheo cha Mungu wetu aliye hai. Ana cheo cha ubaba, ana cheo cha umwana kama mwana kondoo aichukuaye dhambi ya ulimwengu kwa ajili ya wanadamu. Ana cheo cha utakatifu, hivyo anaitwa Roho Takatifu, Roho Mtakatifu. Kwa sababu nasi wanadamu ni roho kama Mungu alivyo roho. Ndivyo na sisi ni roho. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ukifungua Warumi sura ya 8 mstari wa 9 na wa 10, somea hapo chapchap ili usidanganywe. Warumi sura ya 8 mstari wa 9 na wa 10. Mstari wa 9 na wa 10. Aha. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa, anaitwa Roho wa nani jamani? Wa Mungu. Roho wa nani? Wa Mungu. Roho wa Mungu ni nani? Yesu Kristo. Au Mungu mwenyewe. Sema leo. Amen. Nikisema Roho wa Michael ni nani? Michael. Roho wa Geoffrey ni nani? Geoffrey mwenyewe. Ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, tafsiri ile Roho wa Kristo, Roho wa Mungu ni roho mmoja.
huyo si wake. Umenielewa sasa hivi? Amen. Hata ukisoma 14, nenda 14. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, anaitwa Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Umenielewa sasa? Kwa hiyo Mungu, ile Roho Mtakatifu ni wa Mungu, ndio Mungu mwenyewe. Haleluya. Ndio anaingia ndani yetu. Huyo ndo anayetuongoza. Ndio maana jana tulisoma fungu hili linalosema, Filipo, nimekuwepo pamoja na ninyi usinijue? Kwa sababu anasema tuonyeshe Baba, yatutosha. Akasema Filipo, nimekuwepo pamoja na nyinyi usinijue? Filipo, usinijue? Mimi ndo Baba. Hiyo ndo tafsiri. Unakumbuka tulisoma Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Inasemaje? Kwa ajili yetu mtoto amefanya nini? Amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume. Ambaye Nisome. Soma. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Ndio. Tumepewa mtoto mwanamume. Ndio. Na uweza wa kifalme. Ndio. Utakuwa begani mwake. Sawa. Naye ataitwa jina lake. Sikia jina lake. Mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Baba wa milele. Mfalme wa amani. Umesikia hilo jina lake? Amen. Huyo ndo mtoto. Hayo ndo majina yake. Baba wa milele. Mtoto huyo anaitwa baba wa milele. Je, tuna baba wawili? Tuna mtoto na mkubwa? Mnanielewa? Tuna baba wawili? Baba mmoja. Huyo ndo mtoto. Maana yake tafsiri ni nini? Mungu alivaa mwili. Mungu ni neno. Ukisoma Ufunuo, Biblia inasema jina lake anaitwa neno la nani? La Mungu. Si Ufunuo imeandikwa? Jina lake Mungu ni neno. Ndio maana akasema hapo mwanzo kulikuwa kwa nani? Na neno. Na huyo neno alikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Na vyote viliumbwa kwa nani? Kwa huyo. Haleluya. Ndio maana mitume waliambiwa kwa habari hiyo, mkawabatize watu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini waliambiwa msifanye kazi, subirieni ile ahadi ambayo niliambiwa na Baba kwamba nitawapa. Ahadi gani? Ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu ukifundisha bila Roho Mtakatifu utafundisha kulingana na misingi ya dini yako, sio misingi ya mitume na manabii. Ukifundisha nje ya Roho Mtakatifu utafundisha kulingana na hisia zako na mawazo yako yanavyokutuma. Ndio maana Yesu akamwambia subirieni mpaka mtakapovikwa uweza kutoka juu. Ndipo utakapokuja kuangalia fundisho la Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha, ndipo utakapojua nini alichokuwa anamaanisha. Yesu akasema hamwezi hivi sasa kustahimili mafundisho yangu. Hakuna anaweza kustahimili mafundisho bila Roho Mtakatifu. Ndio maana Biblia inasema hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana. Mfungulia katika Wakorintho wa kwanza 12. Somea mtumishi wa Bwana. Hawezi mtu mpaka amefahamu, amepewa uelewa. Usiende kwa miemko. Kazi ya kitume ni wito. Ukienda kwa miemko kwa sababu dini imekuajiri, utahubiri sawasawa na dini. Utahubiri sawasawa na dhehebu. Utakuwa ni mwana dhehebu na mwana dini. Utabadilika. Dini yangu, dhehebu langu. Utakufa na hiyo dini na dhehebu. Somea mtumishi wa Bwana. Wakorintho wa kwanza 12 naanzia mstari wa kwanza. Anzia. Basi ndugu zangu, habari ya karama za Roho, ndio sitaki mkose kufahamu. Yes. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa, ndio mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena. Yes. Kama mlivyoongozwa. Ndio. Kwa hiyo na waarifu ya kwamba sikilizeni, hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu ndio kusema Yesu amelaaniwa. Hayupo huyo. Wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Mbona hilo fundisho? Hawezi mtu kusema Yesu amelaaniwa katika Roho Mtakatifu, hawezi. Na hawezi mtu pia kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho. Naelewana? Lakini Yesu akawaambia subirieni uweza utokao juu, kwa sababu najua hamwezi. Ni waoga nyinyi. Petro juzi umenisaliti hapa. Hutaweza kuingia kwenye mapambano haya mpaka aje Roho Mtakatifu. Anayeua ile mwili wa siri,
anaua zile tabia za asili. Unajiona wewe ni mtu mwingine, kiumbe kingine, kiumbe kipya. Na mtu akiwa ndani ya Kristo, Biblia inasema aliyezaliwa na mwili ni mwili, aliyezaliwa na roho ni roho, aliyezaliwa na Mungu ni Mungu, aliyezaliwa na mwili ni mwanadamu. Ufue ile wanadamu. Ndipo alipokuwa anaomba kwa umoja na kwa ushirikiano. Maandiko yanasema ile siku ya Pentekoste, wakati watu wanasubiri kusherehekea, Roho Mtakatifu akaja kwenye mavuno. Maana Roho Mtakatifu ni wa mavuno. Hakuna aliyejazwa Roho Mtakatifu akakaa tu. Hayupo aliyewahi kujazwa Roho Mtakatifu hata kabaki kanisani kunena re. Hayupo. Wote waliojazwa Roho Mtakatifu walitangaza sifa za Bwana, wakawa mashahidi, wakashuhudia habari za Kristo na matendo makubwa wakaandika. Wakasema, mbona hawa ni wa Galilaya? Mbona hawa ni wa Galilaya? Kwa nini wananena lugha zetu tulizozaliwa nazo, tena wanatamka matendo makubwa ya Mungu? Naelewa hicho kitu? Amen. Sasa walokole wa leo ni kunena kwa lugha kwa kanisani. Kimwambia kahubiri injili, siwezi, ila re wewe, hakuna kitu kama hicho. Roho Mtakatifu lazima akija anakupa njaa, anakupa kiu, anakupa shauku. Petro aliyekuwa muoga. Katibu, basi naomba muda. Bado dakika ngapi? Naona muda wako umeisha. Ngapi? Muda umeisha. Kwa hiyo Petro aliyekuwa muoga alipopewa nguvu, alisimama na kuhubiri injili bila uoga wote. Haleluya. Ndio maana tutakuja tukakwambia hata mitume wenyewe walioambiwa hilo fundisho hawakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, kwa sababu walifunuliwa katika Roho, kwa jinsi ya Roho, kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni jina moja la kiagano. Kulingana na agano letu ni Yesu Kristo. Amen. Baba wa milele, Mungu mwenye nguvu, mfalme amani. Amen. Wangeamka akina Isaka, Ibrahimu na Yakobo, angesema ni Mungu wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo. Wengine wangesema ni Niko ambaye Niko. Wengine wanasema ni Yehova. Amen. Tumeelewa kulingana na agano. Ila sisi ni Yesu Kristo, wala haipo mwingine zaidi ya huyo. Amen. Inakuwaje sasa? Alikuwa hapo duniani, wengine wanasema na mbinguni alikuwepo nani sasa? Kama alipozaliwa Waislamu, alipozaliwa mbinguni sasa kulikuwa nani kule? Akili ni fupi ya mwanadamu. Mungu ni zaidi ya fikra unavyofikiri. Yupo kila mahali. Anaweza kaepo kwako, yuko ndani yako na ndani ya mwingine. Kwa nini ujiulize? Na ndani ya mtu mwingine na mbinguni yuko. Na Marekani anatenda. Na Uingereza sasa hivi kuna watu wanapona, kuna watu hospitali. Yaani hapa natudumia, nasema natudumia, akili ya mwanadamu ni ndogo kuelewa uwezo na utendaji wa Mungu. Ila wewe amini tu kwamba Mungu yuko kila mahali, na anaweza alipokuwepo kwenye tumbo la Mariamu na mbinguni alikuwepo, na alikuwa anaendelea kutenda kazi kama na uumbaji unaendelea. Yaani na yuko kwenye tumbo anazaliwa na kila kitu kinaendelea. Hebu unanielewa? Ndio maana Yesu alipokuwa anatembea alikuwa hata kabla wanafunzi hawajasema, asema najua mnachotaka kusema, ninajua. Ndio mnawaza hiyo? Sema amejua. Paka mawazo. Wewe ni mtu wa kawaida. Yaani kabla hujasema tulia, najua. Una uwezo. Isipokuwa ni katika Roho Mtakatifu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen. Karibu sana katika. Haleluya. Shangilie Bwana kwa ajili ya masomo mazuri. Bwana anaendelea kutujenga, Bwana anaendelea kutuimarisha. Kwa sababu ukiwa mwalimu ambaye hauna elimu ya kutosha, hata wanafunzi wako pia watakuwa kama wewe au chini hata ya wewe. Amen. Kwa tukipata walimu wazuri, na sisi tutakuwa wazuri. Bwana apewe sifa. Kweli mafundisho mengi yamewapoteza wengi sana, na watu wana maswali yasiyo na majibu, lakini majibu yapo. Amen. Amina tumishi. Amen. Wewe Bwana akubariki sana mtumishi wake kwa ajili ya masomo mazuri, na tuombe tu kwamba tuwe wepesi wa kwenda na ratiba vizuri ili tupate muda wa kutosha kwa ajili ya kujifunza. Tele jioni kabisa saa 2 ukisikia tunarudi tena ibadani, usikwazike. Amen. Amen. Amina tumishi. Kwa sababu tumefika kambini, kwa hiyo ratiba zetu zitakuwa zinaenda kwa mtindo wa kambi. Tofauti na ratiba za nyumbani tulizozizoea. Amen. As kumbe mtumishi afungerani hilo somo ili lisiwe na dakika nyingi, simu zote mbili.
Tuende kwenye ratiba.